Praise God, hallelujah wapendwa. Natumai mko salama, mmeamka salama. Sifa zimrudilie Mungu wetu mwenye upendo. Yeye anayetujali siku hadi siku katika kipindi chetu cha Amka na Bwana. Tunamshukuru Mungu mwenye rehema, neema na upendo mwingi. Ni Apostle Simon mara ya tena kwenye kipindi chetu cha Amka na Bwana. Leo ni Jumanne. Yes, leo ni Jumanne ya baraka ambaye Mungu ametukirimia. Tunamrudishia sifa kwa kuwa ametujali zaidi. Ainuliwe Mungu wa milele. Ubarikiwe mpendwa unayenisikiliza. Mungu akuinue, Mungu akupiganie na Mungu akuteteye. Jina lake lihimidiwe katika jina la Yesu. Basi bila kukawia, acha tusome kitabu cha Wagalatia sura ya 3 mstari wa 2 na ule wa 3. Utaendelea kusoma, ukiweza unaweza ukasoma mpaka mstari wa 7. Mstari wa 2 unasema, nataka kujifunza neno hili moja kwenu. Je, mlipokea roho kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? Je, mmekuwa wajinga namna hii? Baada ya kuanza katika roho, mnataka kukamilishwa sasa katika mwili? Mtume Paulo alitafakari. Akashika muda, akasema anahitaji kujifunza kwa hawa watu. Anahitaji kujifunza kwa Wagalatia. Anasema, basi mlipewa roho kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunatokana na imani? Roho amekuja kwenu kwa imani. Amekuja kwenu kwa imani, na alipokuja kwa imani, basi mmekuwa baada mumeanza na roho, mumeongozwa na roho. Roho ameshika uskani kwenu. Sasa inakuaje nyinyi ambaye mumeongozwa na roho, mumeazirisha matendo ya roho, mumezirisha kazi za roho, mnataka kukamilishwa katika mwili, mnataka mmalize katika mwili? Akawauliza, nani amewaroga? Yes, mmekuwa wajinga namna hii. Version nyingine nasema, nani amewaroga nyinyi? Mumeanza katika matendo ya roho, sasa mnataka kumaliza katika matendo ya mwili. Hili limoja linatupa na sisi kutafakari. Paulo alisema, ninahitaji kujifunza jambo hili kwenu. Kwa hiyo na mimi nahitaji kujifunza jambo hili kwangu, na unahitaji kujifunza neno hili kwako. Nilivyoanza ilikuwaje? Nilivyoamini ilikuwaje? Nilivyotembea na Mungu ilikuwaje? Nikisikia matendo makuu ya Mungu ilikuwaje? Ile imani nilikuwa nayo iko wapi? Yale maombi nilikuwa nachukua kufunga na kuomba yako wapi? Ile imani ya uhakika niliyoishika iko wapi? My God, roza katabaya. Mpendwa, imani iko wapi? Imani iko wapi? Umeanza ukifurahia matendo ya roho, ukiongozwa na roho, lakini leo huna hata muda wa kuomba, huna hata muda wa kushika utafakari. Basi Paulo anasema, nataka kujifunza haya kwenu. Kwa hiyo na mimi na wewe leo tujifunze kabla pajapambazuka, kabla hatujaingia barabarani. Namtaka Mungu ili anipe baraka alizoahidi. Namtaka Mungu ili anilinde. Namtaka Mungu ili anipe maisha marefu. Yote ni sawa, bali Mungu alitupa kitu ambao hakuna yoyote anaweza akatupa, ni ambao ni uzima wa milele. Simpendi Mungu kwa kuwa amenipa mke. Simpendi Mungu kwa kuwa amenifanya mhudumu. Nampenda kwa kuwa amenipa uzima wa milele. Biblia inasema upendo alioupenda ulimwengu ndio umesababisha akamtoa mwanawe wa pekee, ili amwaminie asife vibaya, bali awe na uzima wa milele.
Kwa tumempokea Roho kwa matendo ya imani. Umwaminiapo Yesu, uzima unakaa ndani yako. Ndio maana siku hadi siku tunafaa kutafakari matendo makuu ya Mungu. Siku hadi siku tunafaa kutafakari upendo wa Mungu. Imani yako isirudi nyuma, bali jitafakari, endelea, songa mbele. Biblia inasema atakayevumilia mpaka mwisho atashinda. Unayoyapitia yanakuja kukukatisha tamaa. Ninamwona kijana anayenisikiliza amekata tamaa, amevunjika moyo. Usirudi nyuma mpendwa, Mungu ana mpango mzuri kwako. Endelea, endelea, endelea. Kama kazi imekataa hapa, hamia nyingine. Yes, hamia nyingine, Mungu ataenda kukata njia hapo. Usivunjike moyo, Mungu ana mpango mzuri juu ya maisha yako. Namwona mtu anasema, magonjwa, mbona nimeumwa muda mrefu? Wameniambia Mungu anaweza yote, mbona hajatenda? Naomba mkono wa Mungu ukuguse na kukutendea muujiza katika jina la Yesu. Kikubwa, usivunjike moyo, usikate tamaa, endelea kuamini. Endelea kuamini, usirudi nyuma kwa imani. Biblia inasema tunatoka utukufu hadi mwingine. Devu anachohitaji usitoke utukufu hadi mwingine, bali anakuinulia mambo mengi. Uvunjike moyo, urudi nyuma, ukate tamaa. Lakini Mungu wetu ni mwema, Mungu wetu ni mwaminifu, Mungu wetu ni mshindi na anaandaa kukutendea mema. Tunapoanza siku ya leo, neema ya Mungu ikuinue. Tunapoanza siku ya leo, nguvu za Mungu zikutetee, baraka za Mungu zionekane kwako. Ninaomba kwa unayepitia mambo magumu, mkono wa Bwana ukaonekane. Isiwe sababu ya wewe kurudi nyuma, isiwe sababu uyaende mambo ya mwili, uyaache yale ya roho. Kilichozaliwa na mwili ni mwili, kilichozaliwa na roho ni roho. Wewe ni mzaliwa wa roho. Shika roho, endelea na roho. Roho atakuongoza akufikishe kwenye kweli yote. Duniani mna matatizo, lakini tulieni, ameshinda, asema Bwana. Basi mpendwa, ninaomba siku ya leo iwe ya baraka. Ubarikiwe njiani, shambani, kazini. Mkono wa Bwana uonekane siku ya leo. So kwa kuwa ni kipindi cha Amka na Bwana, tuombe kwa pamoja katika jina la Yesu. Kuna roho na kumonitors na kufuatilia zikuvunje moyo. Maneno unatumiwa, unasikia maneno yanakuvunja moyo, maneno yanakukatisha tamaa. Shetani anatumia watu wa kupige maneno, uvunjike moyo, urudi nyuma. Kila jambo linaokusumbua au kila neno unaolisikia linakukosesha amani, hilo neno limeshindikizwa na pepo. Ninavunja kila mamlaka shetani yanaofuatilia maisha yako. Uweza wa Mungu kupigania na kukutetea. Uweza wa Mungu kukatie njia. Kwa jina la Yesu, kila demonic attack, kila mbino ya kuzimu, kila mamlaka ya kuzimu yakashindwe juu ya maisha yako. Kwa jina la Yesu, roho inayokumonita na ipiga upofu, ikakutafute, ikakukose, nyota yako ikangae. Kila kilichoshikwa na ncha kwako kikafunguliwe. Kwa jina la Yesu, afya njema ikujie. Uweza wa Mungu ukutetee na kukatia njia. Katika jina la Yesu, unachokitafuta na ukafanyikiwe. Kwa jina la Yesu, unachokifanya na ukabarikiwe. Kwa jina la Yesu, mkono wa Bwana ukuinue, mkono wa Bwana ukubariki. Anza kuomba. Pray, 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 pray in the mighty name of Jesus. Pray.